His Excellency Simba Arati. We have the Deputy Secretary General of ODM kiambatana na mbunge wa Starehe Mheshimiwa Mwago na mbunge wa kaunti ya Kakamega Mheshimiwa Elsie Mohanda aliye pia katibu wa mambo ya usalama katika chama cha ODM katika bunge la taifa. Mheshimiwa Oron, Daktari Joshua Odongo Oron ni mbunge wa Kisumu. Mheshimiwa TJ Kajwang ni mbunge wa Ruaraka. Anybody else? Yes, thank you very much. Allow me to ask viongozi wote walioshiriki katika kupanga unaojulikana kwa umaarufu Limuru 3. Naomba kusimama tafadhali. Chairman at Mount Kenya Colleges and University Students Association na tunasema baba for back. Your Excellency, I think Samuel Odinga allow me to say this. God is good all the time. And all the time, God is good. I am the overseer of Kenya Outreach Mission. One of the pastors who said no to him, lakini mimi nilisimama na ukweli. Na Limuru 3 niliattend, and we go to the slogan that we are the people. 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 The colleagues at the very end, Peter, say with a loud voice, of grassroots leaders from the region popularly known as Mount Kenya, who got together. Allow me therefore, Your Excellency, to call perhaps only 3. In any case, unity yetu tukua pamoja na watu wengine wako pamoja, ripple effect ni sisi wote tukua united. Baba, watu wote wenye wako hapa, hata Mheshimiwa Arati, ile kitu tumekuwa tukisema for a very long time. There are only two way about this issue that we are facing in the country. Either uko side ya watu ama uko against watu. Hii unity yetu ilikuwa ya kusema the tax is too high. The children are not going to school. Hakuna capitation kwa mashule. Yesterday the Daily Nation talked about the anatomy of a sick nation. 27 counties hazina madawa. So hata saizi mtu akifaint hapa by bad luck, you are just on your own. Baba, tumekuwa tukisema if people go to bunge, na tuko na waheshimiwa hapa including my new friend Dr. Obara, tumesema tu vitu mbili. Usikue kazi yako uko kwa parliament ni kujifanya uko indifferent. How you will vote wakati ya kupitisha finance bill, that's when you will know if you are for the people or against the people. Unaona saizi baba, the youth are really suffering, including youth wa Mount Kenya. Baba, if you notice saizi kwa sababu kuna kazi, most of the youth wanafanya precarious jobs kama kufanya kazi kwa internet na kuresearch. Zakayo amesema who are feeling that we really need we really need, and we are feeling the pain of what we are going through.
at their own will. Those were 5,200 people. Wale waliweza kuja, wengine walikuja miguu, wengine walijilipia fare, wengine walikomboa magari. The reason we are here, Baba, is because, as you can see, the minute we made Limuru 3, wakaanza kusema ni maneno ya watu wa Mount Kenya, wao ni wa Kikuyu. But kusema kweli kitu kama one man, one shilling, one vote, ina benefit kila mtu mwenye kwa hapa, si ndio? So tukasema tutakuja hapa kama watu ya Mount Kenya, because Baba, you have never chased us away. You never told us fungeni NAK, fungeni Jubilee. You said no. Kujeni na outfit yenu to make coalition ndipo tuweze kwenda mbele. So that is why we've come here, because we know you are our only true Baba to air our grievances. You carry us on and help us, because you have never abandoned us even with our own outfits. So Baba, we are very grateful. Honorable Manje, I'm going. Sharia inchi kick out. We want to make a very strong country where everybody will appreciate. Kwa hivyo mkisikia tukisema Limuru 3, it is we want these people to think along the same thought. Let us make ourselves together, then we make the country so that everybody will appreciate this country. Hiyo ndio ya muhimu sana. Thank you very much. Thank you, Mheshimiwa. Your Excellency. We share the common thing ya Wakenya wote. Ikiwa ni high cost of living. High cost of living ina affect mtu wote Mkenya. Ikiwa ni maneno hii ya shule, schools, they affect us all over the country. Tukiangalia kama saa hizi watoto wetu wasomi, na ukienda Kenya, dunia yote utakuta Mkenya anafanya biashara, ameandikwa mahali huko Ulaya, na hiyo pesa inasaidia nchi yetu sana. Hiyo remittance ya diaspora people, hiyo it's depending on, ndio tunadepend kuleta foreign exchange yetu. Tukiharibu education yetu, hatutapata hao watu. Naenda dunia yote wako huko wanafanya biashara ya kazi huko. Hawa ndio tunaangalia. Hata hii serikali juzi ilikuwa inasema inapeleka watu vijana waenda wakafanya kazi ngambo. Tukua hatuna education, hata hao watoto hataenda huko. This is the first time in Kenya unaangalia mama mboka, bonda, na huko risa mtu anaongea maneno ya taxes. It has never happened in our independent Kenya. Lakini za hizo ukienda hata mama mkulima huko anauliza hii taxi ni nini hii tunaletewa. It is affecting everybody. Na ikiingia mpaka ingie huko ndani itaharibu economy yetu. Baba, tuchikane sisi wote wa Kenya. I really admire them. They are young, they have a future in the community, watakuwa viongozi. They just need to remain firm in what they believe in. They struggled when we were being heckled all over. Baba, you took part and you led us with the Azimio team in defending our ability to have a political vehicle in the name of Jubilee. Kama sio hiyo vita ulitupigania, hii chama inaitwa Jubilee wangekuwa wamefanya nini? Wameshukua. Na ndio tunasema kama wanakuja kusema pole na mambo mengine mengi, kwanza warudishe Jubilee. They should withdraw those cases they have in court. They should not just think that we are idiots at the level ya kucheza na sisi. So I thought it is important that we know that when they went out and said that we are shareholders, it actually depressed people in the mountain. And we continued asking ourselves, how do we get ourselves from this mess? When we did the NADICO, it was then that the whole issue of Limuru 3 was born. And it is not a meeting that was meant to say that we are on our own or we need to do things separately without the others. No, it was to actually say that zile shida ambao Wakenya wako nazo pia sisi katika mlima tuko nazo. When we say one man, one vote, one shilling, I think it is necessary for people to get it. We are not saying that you take anything from Turkana and bring to Mount Kenya. Ile inaenda Turkana iendelee. Na kama wataongezwa waongezwe. Lakini pia ile haikuji kwetu ambayo national government imekalia ikuje kwa mlima. So we are not saying that we take anything from anybody. And again, we have one of the member of the county assembly ya Kiambu. This. Atasalimia na tuko mdomo huko na mdomo kubwa. Nzuri.
I wanted him to say something kwa sababu he is an MCA in Loiro. Loiro is given as an example across the country that because of the size of the population and the little resources that are going there. So when we say that resources go to Loiro, hatusemi siende kwa Mkikuyu, huyu si Mkikuyu. Kiambu, almost 30% of the population now, it's no longer with the with this kuja pande. Yeah, you can say sema usikike. Kutuweka pamoja. Honorable Kioni ni SG wangu, General Secretary. Asante sana. Wananchi wa Mlima Kenya, habari zenu. Mimi sitaongea mengi, nataka kujibu tu swali kitu moja tu. Naona inaendelea wakisema ati mambo ya one man one vote one shillings ni ya ukabila ya Mlima Kenya. Ruiru iko na population ya around 260,000 voters. Population is around 860,000. Na basari baba CDF wanapata 146,000. Na Turkana constituency ingine iko na watu 40,000 wanapata the same. Sasa mtu kama mimi nimekaa Ruiru na tunapata hiyo shida. Na ndio maana sisi tuna support one man one vote one shillings. Ndio kila mtu baba, kila mtu apate haki yake. Ukizaliwa upate hiyo mambo yako mwingine hivyo. Si ati mtu wa Ruiru ama Kiambu anapata basari 5,000 kwa watu 10, watu 100 wanakosa. Na pale ingine mtu anasomeshwa kutoka class 8 paka form 4. Alafu ya mwisho baba, mimi nimetumwa na Mlima Kenya Meru. Wamesema tafadhali ongea na watu wa Mombasa, ni watu wako. Wakubali wause miraa. Sababu siasa imeingia huko sasa wa Mlima Kenya, hiyo ndio kitu inatusaidia na sasa imekwama pale. Sasa asante sana na Mungu awabariki. Thank you, Mheshimiwa. It must be resolved across the country. And why I wanted this to speak ni kwa sababu na mimi hiyo ndio nasema karibu ya mwisho. Huyu Jabazi ama niseme there is now a very exerted effort. Quite some effort is being made by some people to try and isolate a mountain like it was done back in the 2007 or 41 against 1. And they are saying because we went to Limuru na tukaongea maneno ambayo ni yetu na si ya wa Kenya. And that is why we really want to thank you Baba and the whole of the Orange team for giving us an opportunity to present our resolutions of Limuru 3 to you, so that you can now see and the whole country can see that nothing was agreed at Limuru that was meant to exclude any other person in the country, or there is nothing we are saying we want to discuss among ourselves at the exclusion or in the exclusion of any other person in this community. That is the big and the small about ni kila kitu ya Limuru. When you talk about the one man one vote thing, it is there. You were the BBI, it was Baba. Na wale walisema ati BBI ilikuwa kutengenezea Baba ofisi, sasa ndio wanasema BBI ni mzuri. So you can see the hypocrisy and the folly. Goja kidogo ndio mrithi. Ya pili, when you talk about political mobilization, without a political party, we cannot be useful even to any other political outfit in the country. So when the Jubilee is killed among other parties, we are being denied an opportunity for us to organize ourselves and join others politically to determine the destiny of our community and of this nation. So it was also important for us at Limuru to address that issue. Ya tatu, you have seen our ladies here ambao wamemkaribisha Baba. At the beginning of this year, we had a team of about 20 82, 83, 80, 70-year-old ladies who were arrested by the UDA government
na wakawekwa ndani police cells from the 1st of January to the 30th of January. Why? Because they were found practicing their cultural practices. Wakaambiwa kwamba hawa ni mogeki. So if we didn't organize ourselves in form of a community to say enough is enough, UDA was determined to eliminate us kabisa. Ukiona mama wa miaka 82 akiwekwa ndani na kuitwa mogeki, then it's upon you to know what was next. And finally, hii finance bill imewauma Wakenya wote kila pahali, lakini kusema ukweli, avocado inakuzwa zaidi Murang'a kuliko kwingineko. If we did not come around and start telling Kenyans, if you don't say no to these taxation measures from our region, we were going to be taxed even more heavily. Sasa ingine iko kwa meza na tumeambiwa, it is still targeting a number of businesses there, and it is informed by one statement that was made by William Ruto at Kasarani, and he said, we now have come to the time when we start taxing wealth and not income. That is what has created havoc in the mountain, because they are looking for anybody who has wealth to tax. It is not proper. We believe it is being targeted, and it is for that reason that we had the Limuru 3, and we came up with resolutions that we would want to present to you, perhaps tukifika pale kwa jukwaa, lakini pia resolutions that we are also taking now to the mashinani. Now that you have received this document, next week 11th, we are in Murang'a. We are calling it the Limuru 3 Machinani. We are in Murang'a. We are going to the Limuru 3 Machinani, Nyeri. We have a date. I was there yesterday. I saw the hall. I saw the place will be. Na tulikuwa Nyahururu pia, and we have also a date in Nakuru as we head towards Meru and all the counties, and Kajiado. We have Manje who will be organizing for us in Kajiado, but we will also be going to Kisii kukutana na Governor Siba Arati, because we want to present this document to Governor Siba Arati kule Kisii. Kwa hayo mengi, Baba, once again we want to thank you for that opportunity, and we will do the presentation and perhaps a little bit of highlighting of the resolutions when we are there with the media. Asante sana. Good afternoon. Wacha niwapitishe kwa safari fupi. Tukisema ODM nasema tuko tayari. I want to see kama watu wa Mountain tuko tayari. ODM. Najua wengine wa Jubilee, lakini leo mko nyumbani. Kwa hivyo nataka nisikie mzuri. ODM. Asanteni. You're welcome. You know, I'm surprised that in the Mountain na nyinyi mnalia. Mnalia? I thought you are in government. I thought you are part of the shareholders. Mheshimiwa Kioni, I was with Mheshimiwa Kioni in Parliament. I'm happy to see the other two gentlemen who came after us. How I wish that we can be able, this is a forum, we can have a discussion, candid discussion. We see how we can help our country. And how I wish that in the future, again, as the people of the Mountain, you may decide, even me as Simba Arati, I can be the president from Nyanza. Kama kuna wengine si watu wamekomaa, lakini mambo ambao mmeongea yote, the effect is heavily felt across the country. Mimi nasema kwamba tuombee hii serikali ya Kenya Kwanza iendelee vile inaendelea. Tunaombea Mungu, tafadhali tuombe Mungu aonekane namna hii, na ndio tutaweza okoa Kenya yetu. Kwa hivyo I wish you guys well. Sisi katika ODM tutatembea. Mimi nawakaribisha ndugu yangu Kioni, leta niangalie report. And just you know, I've checked. You guys, you had Limuru 1, Limuru 2. I'm thinking I'll be having Kisii 1.
so that you can compare this document. Nyinyi kama our, especially the Kikuyus, the Meru, Embu, you know, those are our people. Eh? Naomba tushikane mzuri tuone kama we can be able to build. And this thing of the devolution, how I wish it worked, we would not be having this problem. If money was following functions, indeed, even this thing of one man, one vote, one what, shilling, it could have been sorted out. But as long as the national government is holding into the money, we'll have this song. Kwa hivyo mimi nataka niwaombe nyote tushirikiane, tuombee hii serikali, Mungu aijalie iendelee vile inaendelea. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana, makofi kwa Mheshimiwa Simba Arati. Hamjambo wote. I want to take this opportunity to thank the Mount Kenya community for seeing ahead and coming up with this document that will be handed over to Mzee. I think this is a very, very important move, that you have seen issues that affect your community, and as you have said, it doesn't only affect your community, but it affects all Kenyans at large. You called it Limuru 3. In my own community, there is someone who is talking about Buhungu 3. But the purpose of Buhungu 3 is different from the purpose of Limuru 3. Because the purpose of Buhungu 3 is to sell the community to Kenya Kwanza. And you can see members of parliament from our community who are here. Wanjala is here, Osot is here, Elis Muhanda is here, Catherine Omanyo is here. They have said no. Dubuhungu, lumefanya tawe, tumekata. Now, I was in charge of census in 2009. A region within our country inflated their figures. And you know the place, isn't it? They inflated their figures, and the then president, Mwai Kibaki, said it must be repeated, because we cannot give money to people who don't deserve that money. So when we went to the cabinet allocated 500 million shillings to repeat the exercise. They went to court, 13 cases. I will be called in Mombasa. The following week I'm in Garissa. The other week I'm in Kitale. Until I left Parliament, the issue had not been resolved up to now, and they continue to enjoy money wrongly. When I was in Western on Sunday, I happened to have gone to West FM, and I talked about one man, one vote, 1 shilling. And someone rang and said, what does that mean? So I tried to explain that money go where there are people. It's where money goes. If you claim that you have a larger land mass, we have equalization fund to help you. They have inflated the figure, they enjoy the money, and they also enjoy equalization fund at the same time. I can tell you, in those regions, school-going children get bursary 100%. Go abroad, they graduate there, they get masters, they get PhD, and they don't even come back to help in. So this 1 vote, 1 shilling, which was in BBI, we should really. Otherwise, thank you very much for coming in our headquarters.
But I know I'm looking at some of you. Some of you might have voted for Kenya Kwanza last time, but they are now regretting. Okay, now let me take this opportunity kukaribisha baba. Baba. House. Wengine wenu hapa sio wageni hapa, lakini tulitumia ujumbe na Kioni ati wanakuja kutukabidhi ripoti ya Limuru tatu. Kasema basi, ingawaje leo nilikuwa na shughuli zingine, nikasema nitafunga hiyo yote nije kurudisha nyinyi hapa. Manake kulikuwa na porojo mingi sana ati jamaa wanaenda kule Limuru kusiasa siasa ya ukabila, siasa ya kutenganisha nchi na kadhalika. Nikasema hiyo ni rubbish. Tuko na demokrasia katika taifa letu. Kwa Kenya wana uhuru ya kunena, uhuru ya kushirikiana, uhuru ya kukaa pamoja bila idhini ya mtu wengine. Hiyo ni demokrasia. Sasa nilienda huko, nikapigiwa simu mingi sana kabla ya Limuru. Tafadhali baba, mwambie hawa watu hairishi hii maneno. Hii maneno itatenganisha watu. Simu nilipigiwa mpaka nikafunga simu. Watu wengi sana walikuwa na wasiwasi zaidi. Wengine ni wetu wenu tu wako na nyinyi, lakini wakasema ati watu wengi hawajashirikishwa. Kwa hivyo hii maneno itatenganisha watu, italeta joto mingi sana katika eneo zetu. Hatutaki mkutano wakati huu. Kasema moja, hii iendelee tu, hiyo nyingine unataka itakuja baadaye. Ndio. Sasa Kenya tumetoka mbali bila mnajua. Eneo hii ya mlima ilipigana sana, kuna mambo ya wakati wa koloni. Kwa sababu gani? Yule mbeberu kuna aitwa Lord Delamere ambaye alikuja hapa. Alikuja na farasi kutoka huko upande ya Somalia, akaingia na mlima hapo, mlima Kenya, akapitia pande ya Laikipia hapo, akaja huku chini, akavuta pande hii ya Nyeri, akaingia hapo pande ya nini hapo, hata nini hapa, alienda kule Meru kwanza, akaingia hapo Nyeri, na akaingia huko pande ya Murang'a, akaingia Kiambu, akateremka akaenda Nyandarua mpaka kule Thompson Falls, akaingia kule kwa bonde huko chini, akapita Mjoro, Molo huko mpaka endelea mpaka kule Eldoret mpaka Kitale. Alafu sasa akarudi akaonana na gavana anaitwa Bwana Elliot, akamwambia kwamba nimeona mmejenga reli imetoka Mombasa mpaka kule Kisumu, lakini reli hakuna kitu ambayo reli itafanya, itakuwa ni hasara tu. Bila walisema katika House of Commons ati the lunatic express from nowhere to nowhere. Lakini nimeona nchi mzuri sana ambayo iko ripe for development, naweza kufanya hapa large scale agriculture. Na hiyo sasa tutakuwa tunazaa mali ambayo gari ya moshi itabeba kipeleka huko bandari ya Mombasa, na hiyo itafanya hii mradi itakuwa iko viable. Bas kama akasema tutaka tufanye namna gani, akasema niko tayari kurudi huko Ulaya, nilete wazungu wakulima, mkinihakikishia kwamba kila mzungu nikileta hapa atapata shamba ekari 10,000
bure na wafanyikazi. Kasema hiyo ni kitu kidogo sana. Wakaandikana. Sasa wakaandikana. Pa sasa jamaa akaenda na hiyo na Ulaya. Akaenda London kwa town hall. Akaongea na watu. Ati kule tumeshika nchi ambayo ni kama ile ya Biblia. Inajaa na asali na mana. Na pale sasa nimekuta watu wanakaa pale wajui mambo ya kilima. Tukakubaliana kila mtu ambaye amekuja huku kulima atapata ekari 10,000 bure. Na watu weusi wakufanyia kazi ni mapagazi. Akaenda Birmingham, akaenda Manchester, akaenda Liverpool, akijaribu kushawishi watu kuja. Lakini wakati hiyo habari ya Afrika ilikuwa ni mbaya sana huko. Afrika mambo ati nini, kuna umbu, kuna malaria, kuna bilharzia, kuna nini wanyama wale wa pori, na vile vile kuna ile wild natives. Kwa hivyo hatari, watu wengi walikuwa hataki kuja. Aliporudi hapa akaenda huko sasa, akamwambia angalia huko Afrika Kusini. Akachukua meli Mombasa, akaenda mpaka kule Durban. Sasa Durban pale akaongea na watu. Akaenda tena East London, akaenda Cape Town, akaenda Kimberley, akaenda Johannesburg. Kule alipata wazungu ambao walikuwa hawagopi Afrika, tayari wamekuwa hapa. Kule hata mababu yao na babu ya babu yao ndio walikuwa wamekuja hapa, na watu wengi wale wao walikuwa ni mpagazi katika mashamba ya wazungu wengine ambao matajiri. So kuambia kwamba wewe utapata shamba yako wewe mwenyewe na wafanyikazi, wakasema hiyo ni hewala. Wakaja wale makaburu ambao walikuwa wakulima hapa, wengi wao walitoka Afrika Kusini, waliletwa na bwana Telemea. Hao ndio walikuja hapa na walikuwa tayari wameanza siasa ya ubaguzi huko. Wale makaburu walikuwa ni watu mbaya sana. Wakashika sasa kwanza huko mlima mpaka Kitale. Hapo ndio ni sasa. Kwa sababu hiyo watu sasa walikuwa watu natolewa kwa mashamba yao, na inakuwa large scale farm ya wazungu. Lakini hao watu hawakuenda huko Kakamega, manake kule walikuwa na sema ardhi si mzuri. Hawakuenda Kisumu, hata kule pwani hawakuenda. Kwa sababu hii mambo ya vita ya ardhi ilikuwa tu hapa Central. Manake hakuna shamba ya Mjaluo ilichukuliwa. Tunasema hakuna shamba ya Mluhya ilichukuliwa. Ilikuwa tu shamba ya Wakikuyu hapa, wengi walichukuliwa na Wanandi na Wakipsigis kuchini na Masai. Masai, unajua hii yote ilikuwa kiwanda Nyanyuki, na hiyo Laikipia yote, Nyandarua yote hii chini yote ilikuwa ni ya Masai. Unaona kina Ngop, Ole Kalau, hizo jina zote ni jina ya Masai. Sasa Masai waliweka hapo kwa Naivasha corridor, 10 mile corridor ya kusema Masai kutoleka upande ile ya Laikipia kupita na ile Shenzi ng'ombe zao, Shenzi ng'ombe wanataka kuleta ng'ombe ya grade. Sasa wanapita na hiyo ng'ombe yao enda huko Narok na Kajiado huko chini. Hiyo ndio mfanywa Masai.
Sasa wao walikuwa sasa unataka kuleta nini? Ile ng'ombe ya grade. At least sasa inakuwa ni ya ranching area, large scale. Sasa ile ng'ombe ya grade wakaleta. Lakini sasa kama na shida wao. Ile ng'ombe ya grade wakapata, ulikuja hapa ilikuwa napigwa na ile mbungo. Zinakufa. Wakileta zinapigwa na mbungo zinakufa. Wakaambiwa ya kwamba inatakana mfanye crossbreeding. Crossbreeding hadi sasa leta ile dume ipande hizi za kienyeji, alafu izaa ile breed ambayo itaweza sasa wakaleta dume ile Holstein, alafu sasa wakaweka, kulikuwa Mkikuyu wakawekwa pale kama mchungaji. Sasa ako pale na hii ng'ombe dume ameweka pale na wale wa kike. Mwezi umepita na kuna chochote kitu kinafanyika. Anatembea huyu na makike, anatembea na dume anatembea. Sasa mzungu akabadilisha Mkikuyu akaleta Masai. Masai akakaa hapo kwa wiki mbili, akamwambia mzungu, mimi najua shida iko hapa. Hii kazi yafanyike hapa. Akamwambia hii dume ameleta anazoea ati kama ni anataka kupanda kike nasimama na yeye anapanda. Lakini hizi dume yetu ya kike ya Kiafrika nazoea napanda juu kwa mbio. The African zebu cow is used to being served running. So sasa ndio hiyo ndio mzungu sasa akasema basi hiyo ndio ileta mambo ya AI, artificial insemination. Sasa kwenda na kamua mbegu alafu nakuja unadunga alafu, lakini hiyo ni on the light note. Sasa watu walipigana, baadaye sasa wale wengine wakaja wakaungana pamoja, Waluhya, Wajaluo, Wakamba, kusema sisi tunaungana na ndugu wetu, nataka uhuru. Hiyo ndio sasa nationalist movement ilikuja hapa, na hiyo nationalist movement ikuunganisha na ile movement ambayo ilianzishwa na Mau Mau, imeleta uhuru na imezaa ile taifa inaitwa Kenya. Sasa kwa hivyo tunasema uhuru wa Kenya walipata kwa shujaa, kwa jasho, na hiyo uhuru mpaka tuyalinde. Lakini baadaye sasa tumekuwa tunatawala kama Waafrika na kukaja na dhuluma wakati ya utawala hiyo. Hii ni experience ambayo nchi mingi zimepitia. Wakaleta chama kimoja, baadaye sasa ikawa sasa ni mama na baba, kusema ngwe ndani, ngwe ndani. Tukaja tukaungana tena kama Wakenya, tukapigania uhuru ya pili. Hii ni ukombozi ya pili. Watu wengi tena waliwekwa jela, kama vile wakati ile ya Mau Mau watu walikuwa na wekwa jela, wengine walikuwa na wawa kama kina Kimathi. Huyu harakati ya ukombozi ya pili vile vile watu wengi waliuawa na wengi wamewekwa ndani, lakini baadaye tukafaulu. Alafu tukasema tubadilishe katiba, lakini wale walikuwa pale walikuwa wataki mambo ya katiba. Tukapigania tena sana mambo ya katiba, tukaleta hii katiba mpya ambayo tulileta ya 2010. Haikuwa kitu rahisi. Unajua kule Bomas tulitofautiana, wengine wakasusia wakatoka. Sasa hii katiba tulipata inasema ni work in progress, ilikuwa compromise.
compromise, manake ile ugatuzi tulikuwa naye hatukupata. Ugatuzi hatukupata. Tumepata ile katiba ambayo ugatuzi ndogo 47. Ile boma zilikuwa 15. Lakini sasa hii ndio tuko naye. Lakini kitu ambayo iko ni kwamba wale ambao wako kule sio wale wote ambao wana imani na hii katiba. Kwa sababu kumekuwa na shida juu ya mambo ugavi ya rasilimali. Tulisema pale ati minimum 15%. Ilikuwa ni makosa. Tulikuwa tunafikiria kwamba wale wakuwa pale wataona umuhimu ya kupeleka mali mingi zaidi. Lakini sasa wakakaa sasa hapo tumekoma tu hiyo 15%. Ukiona ile ya Nigeria iko na ugatuzi mara 3. Kuna local, kuna state, na kuna federal. Sasa kwa Nigeria local ni 20%. State 35%. National 14%. Kwa hivyo kule Nigeria 55% of resources imegatiliwa, is devolved. Only the national government, the federal government only remains with 45%. Na serikali inaendeshwa huku Nigeria. Hapa hao watu kazi ambayo inatakikana ifanyike na serikali ya counties wamekaa naye huko juu. Hawataki kupeleka pesa chini. Manake bado wako na ile mentality ya ile ya zamani ambayo kila kitu kinafanyika hapo treasury na OP. Hawataki pesa iende chini. Ndio serikali ya counties mingi ya pesa wanapata ni ya mshahara tu ya watu. Ile ambayo inabaki kwa development ni kidogo sana. Unaleumu magavana ati gavana hii. The bulk of the money going to the counties mainly for recurrent expenditure. They don't get sufficient money for development. Alafu watu wanalaumu hao watu, mabarabara ni mbaya, sijui nini, lakini hakuna pesa ya kutosha. Simba anaambia wewe ataporanya huyu. Walijaribu. Tulisema pesa mingi tunaweza kupeleka chini. Tunaweza kupeleka chini. Kwanza matibabu imegatuliwa. But the bulk of the money is remaining here. The expenditure, the health expenditure at the national level is increasing even in this current budget. And yet there are no drugs in most of the hospitals today. You have serious problems with payment, even for salaries of the medical staff. But the bulk of money is remaining. The board of the health ministry has been increased. Many other things, water, agriculture. Kwa nini serikali kundi inanunua mbolea? Mbolea money should be given to county governments to buy fertilizers. But wao ndio watataka kununua, manake wanataka kuchukua commissions. Hiyo ni sababu tu. Procurement, mambo ya barabara. Mimi nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Mimi nilileta hii Kenya Road Board, nikaleta Kenha, nikaleta Kera, nikaleta Kura. Wakati hiyo ilikuwa unitary system of government, tulikuwa tunaleta devolution. That's why we created those agencies to introduce more efficiency in management, so that you move away from the bureaucracy of the civil service. Lakini under ugatuzi with devolution, there's no need for Kura and Kera. We don't need Kenha. That the national government deals with the national highway, international highways and trunk roads. But the rural access roads, hii barabara ndani ya miji
hiyo is responsibility ya county government. Why should the Ministry of Roads in Nairobi hapa kuwa na barabara Mombasa, au barabara Nakuru, barabara Kisumu, ati kuna wakamwambia gavana ati barabara iko na pothole chimba hii, sema hiyo barabara si yangu, hiyo ni ya national government. Ndani ya Kisii Town, Kisii Town, ati sababu ati mtu hapa, mtu wa Kera hapa ndio anaangalia barabara hizi ya reserves. Ati barabara hii si barabara kuguza, ni ya national government. Kwa sababu ya tender commission, ni sababu yake peke yake. So this system is very inefficient because the people who are running it do not understand what devolution means. That's why you have a problem. Now, in terms of resource allocation and division sharing, we said you need to have equity, not equality, equity. Equity means that you divide money in proportionate to the population. This is why in the BBI, we talked about one man, one vote, 1 shilling. And I mean, I never go for populist politics. I always talk the truth. It is not discriminating against other part of the country. We made provision for equalization fund. Areas which have been neglected during the colonial period and under those other government prior to the new constitution coming to power. And that's where you put money to deal with the historical neglect in areas zingine. But in terms of allocation of resources here, there's nothing wrong with this formula of one man, one vote, 1 shilling. It's a conversation you must have. And let's just be open about it. Just be open about it. It's an issue which is so logical. And if you go to any other country where there's devolution, Nigeria, it is the same formula being used. If you go to Brazil, they use the same formula. When I was chairing the Parliamentary Select Committee on Constitution, which actually started the Bomas process, I traveled around the world. I went to the UK. I saw England. I saw Scotland. I saw Wales and Ireland, Northern Ireland, the system. They are not the same, they're different in terms of devolution. I went to Mexico. I went to Japan. I went to India. So what we actually introduced here was informed by a wealth of experience. And we brought one of the most experienced constitutional lawyers here to head the process. I went to the Commonwealth Secretariat and told them we are looking for somebody who is experienced, a qualified lawyer in constitutional matters, drafting. They told me, fortunately or unfortunately, the best person we have here is a Kenyan. I say, who? Professor Yash. And I came back here and we talked to Nyayo to convince him with the then Attorney General, Amos. I made this suggestion, then Wako said, yes, Mzee, that is the best if you can agree to accept. We sent Wako to go and search for Professor Yash Palgai. At that time he was in America.
and they brought Guy here. Guy is the one who even chaired this process, and we give him all the information that we had about this. So that formula we are talking about is there. It was in the spirit. It was even in the draft of the first of Boma's draft. 1 vote, 1 man, 1 vote, 1 shilling. And I think it is something that is logical. Okay? So we just generally, gentlemen, in conclusion, we want to thank you for coming to share the report with us. It is part of a national conversation. And I think that this conversation can put us in the second phase of improving those 10-20% that many people said were bad in the draft, in this draft that we have here. It will help us. And I think we just need to go back there and be able to constitutionalize it so that it becomes a way of sharing resources. And then we increase. We had said in BBI that minimum 35%. Move it officially from minimum 15% to minimum 35%. Okay? Without very many remarks, I thank you, and I'm ready to receive the report. What is important are the issues that are facing us. If they can unite us, they can bring us together. If we can start addressing the issues that ordinary Kenyans are complaining about, then those issues will produce a leader. It is not the leader to tell us what our problems are, but the issues will produce a leader. And we also agreed that one of the other issues that was going on within the region is the desire to make sure that we are completely scattered politically. And for that reason, we agreed as political parties from that region that we will be working under one umbrella grouping we are calling HAKI. And we also resolved that HAKI, the patron, not the party leader, the patron of that HAKI will be none other than Uhuru Muigai Kenyatta, for the reason that he is not in active politics. Well, the breaking defendant Trump news of the night is that